Twaja kwako Bwana ili uweze kunena nasi na kutuita kwako na hatimaye kupokea uzima wa milele kwa utukufu wa jina lako. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali kwako sasa, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Omba tukae. Nichukue nafasi hii kuwasalimia nyote watu wa Emmanuel Freetown. Bwana Yesu asifiwe. Tungependa kumshukuru Mungu kwa kutuleta hapa siku hii ya leo ili tuweze kushiriki ibada pamoja nanyi, na pia kwa nafasi hii maalum ya kuleta neno la Mwenyezi Mungu kwetu. Basi kama tunavyojua, dayosisi hii yetu ina mwelekeo ambao imechukua, tukiwa na mandhari maalum ambayo tunaangazia Christ-centered families, renewed churches na hata pia transformed neighborhoods. Unapoangalia mandhari hiyo, inaonyesha kitu kinaathirika, na kwa sababu hiyo tulikaa tukashauriana, tukasema kwamba mwaka huu na labda hata mwaka ujao tujaribu kuangazia mandhari hii, ambayo ni matarajio kwamba tunapokusanyika katika ibada kama hivi tunahubiri mambo ya kifamilia na mambo ya kuhuisha kanisa na jinsi familia na kanisa linaweza kubadilisha mitaa yetu na majirani tunaoishi pamoja nao. Tunapoangalia kanisa la Mungu hivi, ni wachache sana ambao huwa na ule ujasiri kwenda kumuona kasisi au mhuduma yoyote katika kanisa na kumwambia, mimi ninapitia changamoto hizi, ninahitaji msaada wa ushauri, nahitaji msaada wa maombi, ninahitaji uwepo wako kuwa na kikao na nyumba yangu. Wachache sana huwa wana huo ujasiri wa kufanya hivyo. Kwa hivyo wengi bado wanaumia. Kwa sababu hiyo tukasema, acheni basi mazungumzo kuhusu familia tuyalete katika ibada zetu, tuyalete katika vikundi vyetu vya kina mama, wakina baba, tuyalete katika vikundi vyetu vya vijana. Kwa hivyo popote pale kanisa linapokutanika, hata katika jumuiya zetu, tunaangazia mandhari hii ili tulete uponyaji katika nyumba zetu na uthabiti na maono ya Mungu katika familia zetu. Hivi kwa sababu hiyo basi, leo nataka kuhubiri, nitachanganya mahubiri hayo na mambo ya Kwaresima ama msimu huu wa saumu. Kwa mahubiri yangu nitayaita safari ya Kwaresima ya kuzaliwa upya, kutoka wito wa familia hadi uponyaji wa mtaa. Safari ya Kwaresima ya kuzaliwa upya, kutoka wito wa familia hadi uponyaji wa mitaa. Kwa hivyo kwa sehemu hizo tatu zote tutaziangazia katika mahubiri yetu ya leo, tukitumia masomo ya leo: Yohana 3:1-17, Mwanzo 12:1 hadi 4 na Warumi 4:1 hadi 17. Kwaresma ni msimu wa jangwani, kama Kristo alivyoenda kule jangwani. Ni kipindi cha siku 40 ambacho kinaangazia toba, kufunga, maombi na matendo mema kwa jamii. Na katika safari hii ya Kwaresma tunajifunza kuwa mabadiliko ya kweli ya familia zinazomlenga Kristo. Tunajifunza kwa kweli kanisa lililohuishwa na mitaa iliyobadilika. Kwa hivyo katika hili tutaangalia ni mambo gani yanayohitaji ili kuleta kule kuzifanya familia ziangazie Kristo
na kufanya kanisa lihuishwe na vile kuleta mabadiliko katika jamii. Kama nilivyokutangulia kusema, mandhari yangu ni safari ya Kwaresma ya kuzaliwa upya, kutoka wito wa familia hadi uponyaji wa mtaa. Je, ni jambo gani linalohitajika ili kuzifanya familia zetu ziwe katika msingi wa Kristo, Christ-centered families? Tunapoangalia Mwanzo mlango wa 12, tunaona Mungu akimuita Ibrahimu akimwambia, toka wewe katika nchi yako, jamaa yako na nyumba ya baba yako. Kwa hivyo ni kitu gani tunastahili kufanya so that our families may be truly Christ-centered? Jambo la kwanza ni wito wa kutoka, kama Ibrahimu alivyoitwa, toka wewe katika nchi yako, jamii yako na nyumba ya baba yako. Kwa kuitikia wito huu, tunaona Ibrahimu akipokea kubadilishwa kwa utambulisho wake. Anapata ubadilisho wa utambulisho wake, a change of his identity. Na katika kubadilishwa utambulisho wake, alibarikiwa na baraka 7. Unaposoma hapo Mwanzo 1:12, Mwanzo 12:1 hadi 4, you will see a 7-fold blessings which transformed the identity of Abraham. Kwa hivyo wito wa kutoka tunapotii, basi Mungu huleta mabadiliko ya utambulisho wetu. Kama Abrahamu, familia inayomlenga Kristo leo hii huiga jambo hili la kuitikia au kuweka wito wa Mungu mbele ya maweko. Je, ni mambo gani unastahili kutoka? Ni wapi pale unastahili kutoka? Ni mambo gani ambayo ni kizuizi cha utii katika wito wa Mungu? Wewe ukiwa baba, wewe ukiwa mama, wewe ukiwa mwana katika familia yenu, ili irudi au ibadilishwe katika utambulisho wa ahadi za Mungu, ni mambo gani unayostahili kutoka? Ni wapi unastahili kutoka? Labda niseme hivi, wengi katika familia za sasa inawezekana wameathiriwa na ule. Nyumba hazina amani kwa sababu ya mambo ya ulevi. Huoni wewe unastahili kutoka katika hilo ili nyumba yako ikawe katika msingi wa Kristo? Wengi katika familia zetu tumejikuta katika anasa ambazo zimekuwa ni vigumu hata kujitoa. Huoni wewe imekupasa kutoka kama Ibrahimu katika maisha hayo? Wengi katika familia zetu tumetawaliwa na ubinafsi ya kujiona kwanza ni wewe kabla ya mwingine. Kwanza ni wewe kabla ya mwingine. Unajiona ni bora kuliko mwenzako. Na kwa sababu wa ubinafsi tunagandamiza wengine katika nyumba zetu. Huoni hapo unastahili kutoka? Wengine tumegandamizwa na mila zetu katika nyumba zetu. Wengine tumekuwa mateka wa marafiki na washauri wabaya. Huoni kwamba unastahili kutoka katika hayo kama Ibrahimu alivyoitikia mwito huu? Na wengine katika familia tumeacha kutowajibika kabisa. Tumeacha kutokuwajibika. Kuna mtu mmoja pahali fulani alikuwa anafanya kazi. Sasa mwisho wa mwezi ukifika, hamtamuona tena kwa nyumba. Aenda tena kazini. Akiulizwa anasema, najua mkulima akitoa mahindi shambani mpaka ule uchaga mpaka ule uchaga mahindi yaishe ndio arudi wapi? Kazini.
Kwa hivyo mshahara mpaka uishe ndio mumuone wapi? Nyumbani, ama mumuone wapi? Kazini. Familia wako wakina baba au wakina mama ambao wanaishi maisha kama haya, na familia inaishi, ukiangalia majira, ukiangalia mapato yako, labda yangelea familia yako vizuri, lakini kwa sababu ya anasa na kutokuwajibika, familia zinateseka. Kuna pahali nilikuwa kasisi na nikawa niko pale, kukaja mama mmoja na akaniambia alitia katika nyumba yake. Wakati huo alikuwa anaandaa mtoto wake kwa ajili ya confirmation. Sasa katika hiyo bwana akawa amejiingiza kwa ulevi, lakini ana kazi, hataki kuwajibika. Mzee akapelekwa, ni kwa children's court, akapelekwa huko, akaambiwa sasa ni lazima sehemu ya mshahara wako iwe itaenda kwa familia. Akasema ni sawa, akamwambia mke wake utaona kama utazipata. Akaresign kabisa. Akaenda akafanya nini? Akajihuzulu. Haya, huyo ni pepo ama ni nini? Akaenda akajihuzulu kabisa, nitaona sasa. Haya, sasa akaendelea na mambo yake ya kunywa. Addictions zimetawala familia zetu. Hata ushirikina umeingia katika nyumba zetu. Wengine tunapoteza wakati mwingi kwenda kutafuta manabii na kuleta chumvi na maji katika nyumba, ati ni ulinzi. Tunatatiza watu. Kuna wengine siku hizi wanaomba, kuna vitu vinaitwa mantle. He's an Anglican here, lakini kwa nyumba ana nabii wake. Akitaka kuomba anavaa kitu inaitwa mantle. Navaa. Pona tunawachanganya watu katika imani tulioipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugomvi, uongo na kupotoka kwa maadili, haya ni mambo ambayo tunastahili kutoka. Mtu mmoja alipeleka watoto wake kusoma ng'ambo, wakasoma, akauza kila kitu. Siku moja akasema, baba anakuja nyumbani na kuletea mchumba, kijana huyo. Alafu msichana naye akasema anakuja nyumbani na kuletea nini? Mchumba. Mzee akajiandaa, akavaa koti na tai, anangoja kuletewa nini? Mkwe na mkaza mwana. Haya, siku ikafika, baba akaenda airport na mama anashuka pale, anaona kijana ameshika kijana mwenzake, ati ndiye mchumba. Anaona msichana ameshika msichana mwenzake, ati ndiye ni mchumba. Maadili yamefika kiasi hicho. You may have given your best to your children, to your family, lakini ukawanyima imani na mambo ya dini. Mwisho wake ni hayo ambayo tunayashuhudia kwa sasa katika jamii. Ndugu zangu na dada zangu katika Bwana, Ibrahimu akawa mtiifu, akatoka katika yale yote yaliyokuwa Mungu alimwambia atoke. Hivyo langu kama Kristo anavyosema katika Yohana mlango wa 3, ninawaalika kukumbatia wito wa Yesu Kristo wa kuzaliwa mara ya pili, wa kuzaliwa upya, kama Kristo alivyomwambia Nikodemu kwamba tunastahili kuzaliwa kwa maji na Roho. Ishara ya maji ni ishara ya utakaso. Bwana atutakase. Maana maneno haya yanajitokeza baada tu ya Yesu Kristo kubatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Hivyo nashawishiwa kwamba ubatizo huu Yesu anaozungumzia hapa, kuzaliwa kwa maji, ni kule kutakaswa maji, ishara ya utakaso, kutakasa dhambi na uovu na mapungufu ya kila aina katika maisha yetu na familia zetu. Na kuzaliwa katika Roho, Roho Mtakatifu hutuumba upya, hutupa maisha mapya. Tukisema kwamba tubatizwe katika Roho,
ni ile mfano. Nafikiri nyote mnajua kile tunaitwa tie and dye, si ndio? Unaweza kufunga nguo hivi nyeupe alafu ukaitia kwa dye. Ile rangi utaona baadaye ukiwacha pale inaingia, inanyunya ile rangi, na mwishowe ile kitambara ama nguo inabeba rangi ile ambayo imewekwa ndani yake. Huu ndio mfano kwamba tunapozamishwa katika Roho Mtakatifu, basi ni kama kile kitambara kinachofungwa na kutiwa katika rangi, kinapotoka kimebeba rangi, kimebeba all the futures katika rangi ile ambayo kilikuwa kimewekwa. Hivyo ndivyo inavyotupasa kuzaliwa katika Roho Mtakatifu, ni kwamba na tufanane na Roho Mtakatifu, tufanane uzao wa kwake yeye. Wito huu tunapopokea kama Kristo alivyomwambia Nikodemu, basi maisha ya nyumba zetu yatakuwa yanapokea mabadiliko na kuhuishwa vyema. Wito huu wa kutoka unahitaji jambo moja, unahitaji kiitikio, na kiitikio hii ni utii kwa Mungu. Utii kwa Mungu. Hebu Ibrahimu kama hangelitii, angebaki katika nchi ile ya Mesopotamia, angebaki katika nchi ile ya ndugu zake, baba zake na watu wa kwao, lakini akatii. Utii ndiyo daraja inayotuunganishia hali yetu sasa, pale ulipo sasa, hali unayopitia na ahadi ile ya utambulisho upya katika Mungu. Ni hatua tu ya utiifu inayohitajika ili tuone kwamba Kristo becomes the center, the foundation of our family. Mungu anaanza mageuzi ya jamii kupitia kwa familia. Kama Ibrahimu alivyoambiwa, toka katika nchi yako. Msimu huu wa Kwaresma inatuita kama familia kutoka katika mazoea yanayotutenganisha na Mungu. Familia inakuwa Christ-centered pale inapoketi pamoja na kutubu tabia hizo na kuanza safari ya utii. Kwaresma inatuita katika hilo. Nataka nikukumbushe kwamba familia ya kwako si kwa ajili yako peke yako, bali ni chombo cha Mungu kuleta baraka kwa majirani, bali ni chombo cha Mungu kuleta uvuvio na huisho katika kanisa la Mungu, kama Ibrahimu alivyoahidiwa kuwa katika wewe jamaa zote zitabarikiwa. Katika familia yako jamaa zote zitabarikiwa. Katika familia yako jamaa zote zipate kupokea baraka za Mwenyezi Mungu. So your family is not for you alone, but it is for everyone. It is for the neighbor, it is for the church. Vile vile kama Ibrahimu, familia ina wito wa kuamini. Ibrahimu katika Warumi mlango wa 4 somewa, aliamini hata pale mazingira yaliyoonyesha kifo. Alipoambiwa utapata mtoto, alisema tumbo la mke wangu Sara ni kama limekufa na mimi nimekuwa mzee, lakini akaamini. Familia siku ya leo hii, familia nyingi zinakumbana, kama nilivyotangulia kusema, zinakumbana na utovu wa nidhamu, zinakumbana na ugonjwa, zinakumbana na migogoro, zinakumbana na umaskini, zinakumbana na kila hali. Tunapotoa nafasi leo watu washuhudie, utasikia yale ambayo wanapitia katika familia. Mzee mmoja alikuwa na familia yake, watoto 10 na wajukuu. Lakini sasa watoto wake wakaanza kuona mzee mambo yake anabadilika, anaanza kuona tabia ambazo sizo kwa baba yao. Wakaenda kwa baba yao mdogo. Baba yao mdogo akaja akaita familia pale,
akamwambia ndugu yake, nimekuja kwa sababu hawa watoto wamekuja kunilalamikia mambo kadha wa kadha. Sasa wakitaka kuongea, hasa mama akitaka kuongea, anamwambia ni yangu hayo, ni yangu, acha. Hataki mama wala watoto wafanye nini? Waongee. Anamwambia hayo ni yangu, hayo niacheni. Hayo ndio mambo ambayo watu wanapitia, na kwa sababu tungependa pia kulinda heshima ya familia, mara nyingine tunaangamia katika siri hizo. Bwana asifiwe sana. Kama Ibrahimu, lazima imani katika ahadi za Mungu, hata katika mambo ambayo yanaonekana kuwa ni kavu, hayawezekani. Ibrahimu aliamini kwamba Mungu anaweza, na anaweza kuyafanya yaliyo ya kale kuonekana kwamba imefanyika sasa. Akaamini na Mungu akamjibu. Kwa hivyo tukumbuke kwamba tunapomwamini Mungu ni kuamini kwamba Mungu anaweza. Tunapomwamini Mungu tunathibitisha katika mioyo yetu kwamba Mungu anaweza. Yeye ndiye afanyaye kuwa yale yasiyokuweko sasa yakaweko sasa. Hivyo tushike imani, si kutoka tu katika yale ambayo tumeyataja, bali pia kuitikia na kuishi katika imani. Katika hayo basi, Kristo atakuwa na nafasi katika familia zetu. Jambo la pili, katika mandhari yetu, renewed churches, familia, kanisa lilohuishwa, na sana sana tutaangazia Warumi mlango wa 4 mstari wa 1 hadi 17, na pia Mwanzo na hata Injili iliyosoma kwetu. Familia inapotii na kutoka katika mifumo isiyofaa, kuzaliwa upya kwa utambulisho mpya katika ahadi ya Mungu, na kuishi katika imani kama Ibrahimu, matokeo yake ni kanisa lililohuishwa. Matokeo yake ni renewed churches. Kanisa huanza nyumbani, na kanisa kama hivi ni jumuiya ya familia, ni jumuiya za familia mbalimbali zinavokutana pamoja. Kwa sababu gani? Tunashiriki imani moja, tunashiriki tumaini moja, tunashiriki ubatizo mmoja, na Kristo tunayemwamini ni yule mmoja. Ndio maana tuko pamoja hapa siku ya leo. Tunapolitaja kanisa, jitazame kwanza wewe mwenyewe, ndiwe kanisa la kwanza. Jitazame familia yako pia kwamba ndiyo msingi wa kanisa. Na kama jumuiya ya imani tumeitwa kutoka na kwenda kwa utiifu kama Ibrahimu. Kanisa tumeitwa kutoka katika ukawaida, mitindo isiyo na manufaa, na sasa kuanza kutazama ahadi ya Mungu kuhusu kanisa lake, na hasa vile vile kuimarisha imani zetu. Paulo anatufundisha kuwa imani ni kumhesabia Mungu kuwa anaweza. Ukiangalia Warumi mlango wa 4 mstari wa 21, ni kumhesabia Mungu kuwa anaweza. Kanisa lililohuishwa ni lile linaloacha kujitegemea kwa kazi zake na kurudi kumtegemea Mungu ambaye huyafanya yaliyokufa kuwa hai. Labda la kujiuliza ni hivi: je, kanisa letu linahitaji kuhuishwa? Kanisa letu linahitaji uhuisho? Does the church need renewal? I think yes. Wacheni niwape dalili 4. Hizi zinapokosekana katika kanisa, basi linahitaji uhuisho, na hitaji to be renewed. Dalili zifuatazo zisipokuweko, basi kanisa linahitaji Mungu anayehuisha wafu katika Roho Mtakatifu alihuishe. La kwanza, je, watu wanabadilika? Conversions.
Je, watu wanazaliwa upya? Je, watu wanazaliwa mara ya pili? Conversions. La pili, kanisa likiwa lina ushiriki utume wa Bwana wetu Yesu Kristo kama kipaumbele. Je, kanisa letu lina ushiriki utume wa Bwana wetu Yesu Kristo kama kipaumbele? Je, tunapeana kipaumbele katika mipango yetu yote? Je, tunaenda kuihubiri injili au la? Jambo la tatu ni matendo mema kwa jamii. Je, kanisa linashiriki mateso na mahangaiko ya jamii? Je, kanisa lina usemi kwa mambo ya jamii? Na jambo la nne, uwepo na kazi za Roho Mtakatifu. Mambo haya mane yasipoonekana katika kanisa, basi ni ishara ya kwamba linahitaji uhuisho, linahitaji uvuvio. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo Kwaresima hii inatualika katika maombi na kulisoma. Si kulisoma tu neno, bali pia kulitafakari na kulitii. Mambo haya ya kusoma neno, kufunga, kulitafakari na kuomba yanapozingatiwa na kuchukuliwa kwa uzito kama inavyostahili, basi mambo haya mane bila shaka yatazaliwa katika kanisa la Mungu. Tutaona watu wakimpokea Kristo, tutaona kanisa likipeana upeo mbele mambo ya uinjilisti, tutaona kanisa likishiriki matendo mema kwa jamii, na tunaona kazi ya Roho Mtakatifu zikifanyika. Huu ndio wito wetu katika Kwaresima hii. Huu ni wakati wa kanisa pia kuliombea taifa, kuiombea jamii, kuziombea familia. Huu ni wakati ambao Kristo kwa kufanya hivyo na kumwamini Mungu anaweza kufufua matumaini yaliyokufa mitaani mwetu. Anaweza kufufua matumaini yaliyokufa katika nyumba zetu, hata kama inaonekana kuwa ni vigumu kiasi gani. Kwa kutumia hizi za kufunga na kuomba na kulisoma neno la Mungu na kulitafakari na kulitii, basi inawezekana Kristo kupitia kwa Roho wake Mtakatifu kulihuisha na kulizaa upya kanisa lake. Nataka sasa tusonge transformed neighborhoods, na tutatumia Yohana mlango wa 3 mstari wa 14 hadi 17, kuinuliwa kwa Kristo kwa uponyaji wa jamii. Hapa ndipo tunapoona siri ya uponyaji wa mitaa yetu tunapoishi, kupitia kielelezo cha nyoka wa shaba aliyeinuliwa na Musa pale jangwani. Unaposoma Hesabu mlango wa 21 mstari wa 4 hadi wa 9, tunaona wana wa Israeli vile walivyokuwa wamemkaidi Mungu. Kukawa na nyoka wakawauma, na Mungu akainua nyoka wa shaba kupitia kwa Musa. Yeyote atakayeangalia nyoka yule atapata kupona. Lakini la ajabu, mwanadamu ni wa ajabu sana. Wengine waliangalia, wengine wakakaidi, afadhali afe lakini asiangalie. Waisraeli walipoumia kwa sumu ya dhambi zao, Mungu hakutoa dawa ya kunywa, bali alitoa alama ya kutazama. Katika nyimbo standard kuna wimbo unasema, mtazame huyo aliyeandikwa juu. Ninaamini kwamba ulitolewa katika maneno haya. Kuinuliwa kwa nyoka wa shaba kulitabiri kuinuliwa kwa Yesu msalabani. Mitaa yetu, mtakubaliana nami, kule tunakoishi imejaa sumu nyingi ya chuki, ulevi, mihadarati, utovu wa usalama na hali ya kukata tamaa. Lakini tukumbuke kwamba mwanadamu yeyote habadiliki kwa njia kwa sababu amehukumiwa, na mitaa yetu haitabadilika kwa kuwahukumu na kuwanena vibaya wanaoshiriki mambo haya ambao ni chukizo, bali kwa sisi kumwinua Kristo mtaani kupitia matendo yetu, kama Kwaresima hii inavyotuita tufanye.
Siku moja nilienda kwa mkutano wa viongozi wa makanisa, na ilikuwa ni mara yangu ya kwanza 2018 kwenda katika vikao hivi kujadilia mambo ya utovu wa nidhamu, vijana vile ambavyo wanapora watu sehemu za Likoni, sehemu za hapa Mombasa na mitaa hii yetu hapa. Na nikasikiza kila mtu anasema hawa tukitaka kuwadhibiti lazima tutumie fimbo. Nini? Kiboko. Kiboko. Akipatikana afanye nini? Apigwe. Kiboko. Wakaongea. Lakini mimi nikaambiwa haya, askofu wa Anglikana yuko hapa, tumsikize. Nikasema hata mimi ni mwathiriwa wa hawa vijana nilipokuwa kasisi kule Likoni, lakini sidhani kama kutumia mabavu na nguvu nyingi itawasaidia. Ninaamini Mui huwa mwema, si ni kweli? Mui huwa nani? Mwema. Kwa hivyo hata kama tutatumia kiboko, lakini pia tujenge daraja la urafiki kwao, ili tupate kuwafikia katika yale mahandaki yao wanapojificha, kwa daraja la urafiki. Lakini ikiwa tutatumia nguvu peke yake, basi hawa watakuwa mbali nasi na uadui utazidi kuendelea. Sijui kama waliokuwa pale waliachukua hayo ama waliacha, but I don't know. Kwa hivyo ni muhimu kuona kwamba hatutabadilisha mitaa yetu, hatutatoa sumu ambayo iko katika mitaa yetu kwa kuwahukumu watu, bali kwa kumwinua Kristo katika mitaa yetu. Kristo anapoinuliwa tutawapenda, tutawaona hawa ni wenzetu waliopotoka, wanahitaji msamaha, wanahitaji kusaidiwa. Mtaa unabadilika pale watu wanapoacha kutazama sumu ya matatizo yao na kuanza kumtazama Kristo aliyeinuliwa kwa ajili yako kupitia kwetu sisi, familia zetu. Nataka nipeane changamoto kama Yohana 3:16. Kama Mungu alivyomtoa Kristo, kama Mungu alivyoupenda ulimwengu, Kwaresma inatufundisha unyenyekevu. Kwaresma inatuita tudhihirishe upendo wa Mungu mitaani kwetu kwa kutoa huduma na sadaka na msaada wa aina yoyote, ili kuleta uponyaji na mabadiliko halisi katika jamii zetu. It is us as Christians, through our families and through our church, to bring healing, to bring sanity, to bring deliverance katika jamii ambazo zimeathirika. Wengine ni watoto wetu katika nyumba zetu. Tuliwalea vizuri kanisani, lakini sasa wamejikuta katika mambo ya mihadarati. Wamejikuta katika ile vikundi vya utovu wa nidhamu. Wamejikuta katika hizo vikundi. Na wakija nyumbani mara nyingine hatuwapendi, hatuwapokei, akiingia ni vita. Kwa kufanya hivyo, basi unamsukuma zaidi kule. Lakini ukimpokea kwa upendo, kwa kukaa naye, kwa kushauri, mwishowe utaona kwamba kuna mabadiliko. Nikiwa namaliza, nataka myakumbuke haya mambo matatu. Kwaresma kama mwito wa kuzaliwa upya katika familia, katika kanisa na katika mitaa yetu. Mambo matatu kama hatua zinazohitajika. Kwanza ni utoke, utii, ili upate utambulisho upya wa kifamilia. Jambo la pili, kutoka na kuikumbatia imani, ili upate kanisa lipate uhuisho. Na jambo la tatu ni kutoka, kutii, imani na kumtazama Kristo, ili upate kuishi, ili upate uzima wa milele, ili Kristo ainuliwe
mitaa ipate kupona na kuzaliwa upya. Basi na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako katika msimu huu wa Kwaresma, tukiwa duni na wenye kuhitaji neema yako. Tunakushukuru kwa neno lako ambalo ni uzima, ni nguvu, ni uhuisho, tena ndiyo maisha yetu ya uzima wa milele. Bwana, kwa ajili ya familia zetu tusaidie kutoka katika nchi ya ubinafsi, hasira, mazoea yasiyokupendeza wewe. Kama ulipomwita Ibrahimu, ziite familia zetu leo ziwe Christ centered. Tawala katika nyumba zetu na uifanye kila familia kuwa chemichemi ya baraka kwa vizazi vijavyo. Tena Baba, kwa ajili ya kanisa, tunakuomba ulihuishe kanisa lako. Make it a renewed church. Tupe imani kama ya Ibrahimu, inayoweza kuamini hata pasipo na matumaini. Tuondolee kiburi na utujaze na Roho wako, ili tuweze kuita vitu visivyokuweko kama kwamba vipo. Lihuishe kutaniko letu hili liwe mahali pa uponyaji na nguvu. Kwa ajili ya mitaa na jamii zetu, Mungu wa rehema, tunaoleta mtaa wetu popote pale tunapoishi. Tunatambua sumu ya dhambi, chuki na kukata tamaa iliyowajeruhi majirani zetu. Kama Musa alivyomwinua nyoka wa shaba na watu wakapona, nasi tujalie tumwinue Kristo msalabani katika mitaa tunayoishi. Tunataka roho ya kuwahukumu wengine na tupokee roho ya kuokoa. Wasaidie majirani zetu kutazama na kuishi. Roho Mtakatifu na avume mitaani mwetu, akileta kuzaliwa upya kwa kila moyo uliopondeka. Na hata Bwana, tunapoelekea Pasaka, tusaidie kufa kwa nafsi zetu ili tufufuke katika Kristo kwa upendo mkuu wa Yohana 3:16. Maombi haya na mabadiliko haya tunayaomba katika jina la mwanao Yesu Kristo, aliyeinuliwa kwa ajili ya wokovu wetu. Amen. Kubariki.